Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye mstari wa 16, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Kati ya sadaka Mungu anapendezwa nazo ni sisi kuwa familia. Alikuwa anasema hapa mwanangu Salome, akasema kwa kweli nimeuona upendo wenu. Najua mlikuwa mnaniombea kwa sababu kanisa hili, mtu mmoja akipata shida, kanisa lote linajisikia kuumia, linakuwa pamoja na. Ndicho Mungu anachokipata, kwamba sisi kanisa tuwe familia. Akipata shida mmoja, kanisa linaumia. Biblia inasema lieni pamoja na wanaolia, furahini pamoja na wanaofurahi. Yako makanisa wakimuona mwanangu hawa wamependeza, kuna watu wananuna, yana nakasirika kumuona hawa akapendeza. Akiona imetokea bahati nzuri, ghafla tu imetokea, lightness amenunua kama kutuka gari. Kuna watu kanisani wanaanza kuminua midomo, anaona tabu. Kwa nini? Yani anajiona wewe amefanikiwaje. Yani kuna watu makanisa sio hapa. Wako watu makanisa mengine tumeona, yako makanisa wanasemana vibaya. Ole wako usuke nywele nzuri, ole wako uvae nguo mpya, ukitembea na kakiatu kako kazuri, wanakuangalia vibaya. Yani anatamani kwa kuwa yeye ni masikini na wewe uwe masikini, na kama yeye amefanikiwa, akifanikiwa hataki umsogelee, anataka aendelee kuwa chini ili aendelee kuwa juu. Wako watu wa namna hiyo. Lakini Biblia inasemaje? Mnatakiwa kufanya nini? Kushirikiana. Msiache kutenda mema na kushirikiana. Tunapozungumza kushirikiana ni kwenye mazuri na kwenye mabaya. Na acha nikusaidie, wakati wa mabaya ndio wakati unaonekana thamani yako. Ndio kweli. Sio kwamba nimeandaka hafla fulani nyumbani na kuta umekuja. Basi unafikiri ile ndio nitasema, yes, sawa, ndio rafiki zangu sikuna pilau, sikuna soda, sikuna kuku. Sasa itokea nimeingia kwenye shida, nikiona wamekuja kwenye shida, nagundua hawa kweli ni rafiki zangu. Kuna msemo, maandiko, haujui kama maandiko haya yameandikwa, akufae kwenye dhiki ndiye. Mmesahau ni mithali. Akufae kwenye dhiki ndiye rafiki wa kweli. Ni maandiko yameandikwa. Haujawahi kusoma? Sio maandiko kwenye Biblia, ni maandiko ya wahenga. Akufae kwenye dhiki ndiye rafiki wa kweli. Wakati wa kushirikiana ili thamani yako ionekane, ni pale kwenye machozi. Mtu analia, unakwenda unamfuta machozi, unamwambia calm down, don't cry, unajua hili linawezekana. Anaanza kutia moyo, unamwombea, afa anaona matokeo, anaona yes, huyu ni rafiki. Kwa Mungu anasema tusiache kutenda mema, maana yake iwe ndo desturi,